ukitaka mageuzi usiogope. Kwenye matope ukitaka mageuzi usiogope. Ado kanyoga. Kwenye matope ukitaka mageuzi usiogope. Kwenye matope ukitaka mageuzi usiogope. Haya, tukio lingine, wazee wa jadi wa kijiji hiki wamesema tukio hili halijawahi kutokea toka dunia iumbwe. Kwa hiyo na wao wanalao jambo, na muomba mwenye apande jukwani afanye yale ambayo amekusudia kuyafanya kwa mtoto wake Ado Shaibu Ado, kumbariki. Yeilai ikombolete, yeilai jamani, yeilai jamani, yeilai jamani, yeilai jamani, yeilai jamani, yeilai jamani, yeilai Asante sana Mbuje. Sasa unaweza kuteremka chini ili umpishe mlinzi wake apande hapo aongeze ulinzi. Asante sana Mbuje. Au una neno kidogo la kusema kubariki swala hili? Ndugu zangu wananchi wa jina, mimi naitwa Mwenye Kuna Milambo kutoka kata ya Ligunga. Namuomba Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo duniani, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atuletee wepesi kijana wetu huyu Ado Shaibu Ado awe mbunge wa jimbo la Kusini. Kwa hiyo ndugu zangu wote wananchi wa jimbo la Tunduru Kaskazini, naomba muombe dua Waislamu na Wakristo kila siku kumwombea ndugu yetu huyu apate uwepesi Mwenyezi Mungu wa kumpeleka jimboni akatutetee. Ni chapakazi vijana wetu. Asanteni sana. Haya, baada ya dua hiyo ya Mbuje, sasa tunamkaribisha ndugu Ado aweze kusalimia na aweze kufafanua na aweze wanawake. Tutafunikwa hapa. Wanawake. Wanawake. Asanteni sana. Wazee wangu watuende mbele na wengine kutoka Ligunga na wale tuliosafiri kutoka mjini, viongozi wenzangu, vijana wenzangu, mama zangu, dada zangu, assalamu alaikum. Habarini za jioni. Mnaendeleaje? Ndugu zangu, ni imani yangu kwamba ndugu zangu watuende mbele, sote tunafahamiana. Ninaamini wote mnanifahamu kwamba mimi niliyesimama mbele yenu ni ndugu yenu wazalendo, kipenzi chenu, mtoto wenu, mshikaji wenu, kaka yenu Ado Shaibu Ado. Jambo la kwanza, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa Tuende Mbele. Tulipokuwa tunalipanga tukio hili, tumezoea kwenye siasa zetu
kuchukua fomu na kukabidhiwa fomu. Mara nyingi heshima hizi tunazitoa maeneo ya mjini. Haijawahi kutokea kama alivyosema ndugu Mtutula, katika siasa zetu mgombea akasema kwamba anataka fomu yake akakabidhiwe kijijini. Lakini mimi tulipoamua kwamba uchukuaji wa fomu ukafanyike katika maeneo ambayo mgombea anayependa, mimi haikunipa tabu kuchagua kijiji ambacho nitakipa heshima ya kulibeba zoezi hili, ya kuleta baraka katika zoezi hili. Nilivyotazama vijiji vyote, nikaamua heshima hii niilete hapa twende mbele, ndio nichukulie fomu. Na kama mnavyoona hapa tulipo, tumezungukwa na waandishi wa habari, na kwa taarifa yenu, hii hotuba ninayoitoa hapa, Wanatunduru wa vijiji vyote wanaifuatilia kupitia redio. Yaani kwa tafsiri nyingine inarushwa moja kwa moja, neno kwa neno. Kwa hiyo Tunduru mzima inapata ujumbe kwamba hata alipochagua kijiji cha kukipa heshima ya kulibeba zoezi la yeye kukabidhiwa fomu, historia itabaki kwamba Ado aliwaheshimu watu wa twende mbele. Wengine wangewaza tufanye Tunduru mjini. Inawezekana wengine, anafurahi kuwaona wazee wangu wa Ligunga, wangetamani tufanye kwenye ngome yetu pale Ligunga. Tunduru yote inajua pale tuna ngome mzito sana. Lakini mimi nikaona matukio haya ni vizuri wakati mwingine tuyapeleke katika vijiji vya pembezoni, na leo heshima hii tumeileta twende mbele. Ndugu zangu, naomba kuchukua fursa hii kuwashukuru sana wana twende mbele. Sisi ACT Wazalendo tunapokelewa kwa kishindo sana Tunduru. Licha ya wizi wa uchaguzi uliofanyika kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 na wizi mkubwa uliofanyika kwenye uchaguzi mkuu wa 2020, bila kusahau wizi mkubwa uliofanyika kwenye uchaguzi wa vijiji na vitongoji huu uliomalizika hivi karibuni. Licha ya ukandamizaji mkubwa wa demokrasia, Wanatunduru wamekuwa wakituma ujumbe mmoja kwamba wao hawajakata tamaa na wanatuunga mkono, na kwamba Tunduru ni ya ACT Wazalendo, Tunduru ni ya Zambarau. Asanteni sana. Lakini niwe mkweli, ingawa Tunduru imekuwa ikituunga mkono kila tunavyowaita mnakuja, niwe mkweli kwamba sikutarajia kwa jinsi mambo yalivyofanyika kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa katika kijiji cha pembezoni kama hiki cha twende mbele, mngeweza kunipa mapokezi makubwa kama mlionipa leo. Asanteni sana, na mmenipa deni kubwa sana wana twende mbele. Ahadi yangu kwa Wanatunduru, kwa sababu hii hali unayoiona hapa twende mbele ndio hali ambayo
kukanyaga. Wana Tunduru wamekuwa wakitoa salamu moja kubwa sana kwa dunia kwamba mmenielewa mimi Ado Shaibu kama kijana wenu na mnaniunga mkono sana. Ninawashukuru sana kwa imani kubwa ambayo mnanionyesha. Sasa na mimi niwape ahadi yangu kwa wana Twende Mbele, ahadi yangu kwa wana Ligunga, ahadi yangu kwa watu wa tarafa ya Matemanga, ahadi yangu kwa watu wa jimbo la Tunduru Kaskazini, ahadi yangu kwa watu wa wilaya nzima ya Tunduru, ahadi yangu kwa wana Mageuzi wa kanda ya Kusini, ahadi yangu kwa Watanzania kwa ujumla. Mimi kijana wenu Ado Shaibu Ado ninawapa ahadi kwamba sitoyumba, sitoteteleka, sitawaangusha, sitowasaliti abadan aslan. Nitakuwa na nyinyi kwenye raha na dhiki, iwe kwa shida iwe kwa raha. Nitabaki kuwa sauti yenu ya utetezi, kuwapiga vita wanyonyaji na wakandamizaji wanaoturudisha nyuma kwenye maendeleo katika wilaya ya Tunduru. Nitaendelea kukomaa nao. Hiyo ni ahadi ninawapa. Hiyo ni ahadi ninawapa. Na nataka niseme hapa leo, wapo watu wanajaribu kutukatisha tamaa kwa wizi wao wa kura. Walidhani kwamba tutarudi nyuma. Nyinyi ni mashahidi kwa umati huu, tumerudi nyuma sisi. Wanachukia sana, yaani wanachanganyikiwa sana kwamba watu hawa tunajaribu kuwakatisha tamaa, lakini wakiitwa kwenye mkutano wanatokea mamia kwa mamia, maelfu kwa maelfu. Na jambo moja wamekwisha gundua, kwamba watu wa Tunduru mmeamua kutupa imani kubwa sana. Na tuwe wa kweli, haya mnayotupa ni zaidi ya mapenzi, haya mnayotupa ni zaidi ya mahaba. Kule pwani wana msemo wao, wanasema kiwango cha juu cha mapenzi sio mahaba, yanaitwa mawadda. Haya mliotupa ni zaidi ya mapenzi, ni zaidi ya mahaba, haya ni mawadda. Asanteni sana wana Tunduru. Sasa wamehamia kwenye mradi mwingine, wamegundua kwamba wana Tunduru hamjakata tamaa. Wanajua jeuri yote hiyo wana Tunduru ni Ado na Mtutura, huo ndio ukweli. Kwa hiyo sasa hivi wanabahatisha, walianza kumfuatafuata Mtutura na sasa wananifuatafuata mimi. Wanasema, bwana Ado, wewe ni kijana mzuri sana, tunajivunia juu yako Tunduru. Kama upinzani njoo CCM, na kwa elimu yako na kwa harakati zako na kwa misimamo yako, wewe ukija CCM utakuwa mbunge. Kama sio mbunge utakuwa mkuu wa wilaya. Kama sio mkuu wa wilaya, basi wewe utapata cheo kingine kikubwa sana. Sasa hii kukata mzizi wa fitina, leo niseme hapa Twende Mbele. Niseme msiseme? Niseme msiseme? Ninawaeleza hao, heshima ya kiongozi sio cheo. Heshima ya kiongozi sio bunge. Heshima ya kiongozi sio waziri. Heshima ya kiongozi sio rais. Heshima ya kiongozi mambo matatu: watu wako wa kuheshimu. Heshima ya kiongozi
ni kuheshimiwa na watu wako. Heshima ya kiongozi, watu wako wakuthamini, wakusikilize. Heshima ya kiongozi, watu wako wakupende. Heshima, thamani na kusikilizwa na kupendwa na watu, hakulazimishwi na cheo. Wana Tunduru mimi wananipenda, wananisikiliza. Siwezi kuisaliti imani yao kwa sababu ya cheo chochote kile. Kwa hiyo leo nakata mzizi wa fitna. Mimi siyumbi, sibabaishwi, nimeamua kwenda kwenye njia ya mageuzi na nitanyoka kama lula. Huo ndio msimamo wangu. Ningetaka utajiri. Mimi ni katibu mkuu wa chama hiki. Ningetaka kuwa tajiri, ningekwisha wasaliti wana Tunduru, ningekuwa nimeshaingia CCM, angeninyokea. Sijaja kwenye siasa kutafuta maisha. Nimekuja kwenye siasa kufanya ukombozi wa watu wangu. Na ukombozi huo hauwezi kupatikana kwenye chama cha unafiki kama CCM. Leo hii mnanipenda mimi. Mnadhani nikienda CCM mtasema habari ya mashamba ya mpunga mnaofungiwa? Kazi yangu itakuwa kugonga meza na kusifia, kwa sababu utamaduni wa kusema ukweli hauko katika Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo msimamo wangu, mimi siongopewi, mimi sishawishiki, mimi sibabaishwi. Mimi nitasimama na watu wangu wa Tunduru mpaka ukombozi wa kweli na heshima ya Tunduru ipatikane. Na mnaonitia jeuri ni nyinyi watu wangu, ambao kila nikiwaita mnaitika kwa maelfu namna hii. Mnanitia jeuri kubwa sana. Kwa hiyo hilo la kwanza, neno la shukrani. La pili, mmeona hapa nimekabidhiwa fomu ya kuomba kugombea kwa mbunge katika jimbo la Tunduru Kaskazini. Na nimechukua hatua hii ili kutuma salamu kwa CCM. Kama walidhani wametunyong'onyesha, kama wanadhani kwamba tutarudi nyuma, nimekuja kuchukua hii fomu hapa twende mbele ili kutuma salamu kwa CCM kwamba mimi niko tayari kuongoza mapambano ya kuing'oa CCM 2025 katika jimbo la Tunduru Kaskazini. Ninaamini wapo baadhi yenu mtakuwa na maswali. Kwa nini chama cha ACT Wazalendo kimeamua kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 licha ya hali ya kisiasa tulionayo? Ninaamini wapo watu mna maswali. Kwa nini Bwana Ado licha ya kuibiwa mwaka 2020 bado unayo imani na umechukua fomu ya kugombea tena katika uchaguzi wa mwaka 2025? Sasa nataka kuwaeleza kwamba chama chetu cha ACT Wazalendo kimeingia katika uchaguzi wa mkuu wa 2025 kwa sababu zipo sababu za msingi, na hizo sababu ndio zilizonisukuma mimi kuchukua fomu ya kugombea ubunge katika jimbo la Tunduru Kaskazini. Na naomba mniruhusu katika mkutano wetu wa leo tutajikita sana kwenye sababu hizo. Tunataka tukitoka hapa leo
Wanatunduru wote waelewe kwa nini ACT Wazalendo inashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunataka Wanatunduru wote waelewe kwa nini mimi Ado Shaibu Ado nimeamua kuja kuchukua fomu ya ubunge, na jamaa yangu Mtutula ameshaniambia, au sio, kwamba na yeye kesho anakwenda kuchukua fomu ya kugombea ubunge katika jimbo la Tunduru Kusini. Kwa hiyo yani kaskazini tunawapelekea moto na kusini tunawapelekea moto, yani kote moto. Chako cha Mele, au sio jamani? Mnakumbuka mambo yale? Chako cha Mele, chako cha Mele, chako cha Mele. Ndio mambo tunayoyafanya. Kusini moto, kaskazini moto. Sasa zipo sababu za msingi, na leo nitawapa sababu tatu. Sababu ya kwanza, kwa nini nimeamua kugombea na kwa nini chama chetu kinashiriki katika uchaguzi. Sababu yenyewe ni, ndugu zangu, ACT Wazalendo tumegundua kama ACT Wazalendo tungesusia uchaguzi mkuu wa 2025, CCM wangefanya sherehe kubwa sana hapa Tunduru, kwa sababu chama ambacho kinaikosesha usingizi CCM kwa hapa Tunduru ni chama gani? Ni chama gani? ACT Wazalendo. Sasa wewe unadhani CCM ungeiachia peke yake ACT tusishiriki, vibaki vyama vingine, CCM wangekasirika ama wangefurahia? Wangechinja ng'ombe, wangechinja mbuzi, wangefanya sherehe kubwa sana, kwa sababu wangejua ule moto ambao tungewapelekea haupo tena, mechi ingekuwa laini. Kwa hiyo tunagombea ili kutuma salamu kwa Chama cha Mapinduzi kwamba kama walidhani hii mechi ingekuwa nyepesi, hii mechi ingekuwa ya kitoto, mbeleko hakuna kabisa, moto tunaendeleza kama kawaida. Hiyo ndio sababu ya kwanza iliyotusukuma tugombee katika uchaguzi mkuu wa 2025. Na ndugu zangu, mwenyekiti wa chama chetu ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar anaitwa Othman Masoud Othman, ana msemo wake mashuhuri, anasema hususa sio jambo baya, ni jambo zuri, lakini sio kila mtu unamsusia. Hususa unamsusia muungwana, kwa sababu ukisusa atajiuliza kwa nini mwenzangu anasusa, amekasirika nini, ili arekebishe ile ambalo umekasirikia, au sio? Kususa msusie muungwana. Mtu dhari haramia kama Chama cha Mapinduzi, mtu muuni asusiwi. Muuni ukimsusia mwenzako anaendelea, muuni asusiwi. Hususa msusie muungwana, usimsusie mdhalimu. Na ndugu zangu, mifano ipo. Uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, CCM iliongua wagombea wetu, wapinzani tukafanya nini? Tukasusa, au sio? Tukajitoa katika uchaguzi.
Tulipojitoa, CCM ikaendelea na uchaguzi peke yake. Hususa, msusie muungwana, usimsusie muuni. Muuni ukimsusia anakula mwenzio, unamwambia hiki chakula mimi sikitaki, wewe endelea peke yako. Muuni ataendelea na uchaguzi peke yake. Mfano mwingine, 2015 kule Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad alishinda uchaguzi. CCM wakamwibia kwa kufuta uchaguzi ule. Maalim Seif akajiondoa katika uchaguzi wa marudio ulioitishwa mwaka 2016. CCM walifanya nini? CCM hawakujali Maalim Seif amenuna, amesusa, wakaendelea na uchaguzi na vyama vingine vidogo vidogo. Kwa hiyo sisi ACT Wazalendo tumegundua, CCM ukisusia kwa sababu CCM ni wauni, wao wataendelea na uchaguzi kama kawaida. Kwa hiyo ujumbe wetu kwenu, wanatuende mbele mwaka huu 2025, kwa sababu tumegundua CCM ni mauni, sisi hatususi, tutakoma nao kata funua, hakuna kulala mpaka kieleweke. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, tunashiriki katika uchaguzi huu kwa sababu tunataka kulinda thamani ya kura na kuitetea demokrasia. Ndugu zangu, wahenga wana msemo wao, wanasema kupotea ni wakati wa kwenda. 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa tulipotea njia, tukaibiwa. 2020 wakatuibia, 2024 wametuibia. Kupotea ni wakati wa kwenda, kupotea wakati wa kurudi ni ujinga. Sasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tunapenda kuambia sisi, na ujumbe huo usikie, ACT Wazalendo hatuendi kushiriki kama kawaida. Safari hii CCM wajue tutacheza ngoma kama watavyocheza wao. Ujumbe huu waingie kichwani. Tumekuwa waungwana kwa muda mrefu sana, tutacheza mdundo wataocheza wao. Wao wakipiga mdundo wa shari, na sisi tutapiga mapigo ya shari. Wakianza kuleta wizi, na hapa tusikilizane vizuri, tuende mbele. Mwizi akivunja nyumbani kwako unamfanya nini? Unamchekea? Unamfanya nini? Mwizi aliyekuja na upanga ndani ya nyumba yako unamdhibiti. Uongo kweli? Kama anadhibitiwa kwa makofi unampiga makofi. Kama afanani makofi inabidi apigwe vitasa, ngumi, atapigwa ngumi, au sio? Kama na wewe ni kumshikia upanga, unamshikia upanga, au sio? Lakini wezi wa kura tumekuwa tunawafanya nini? Tunawachekea, au sio? Yaani zamani mtu akiiba kura alikuwa anahamishwa kijiji, anapelekwa kijiji kingine. Sasa hivi wezi wa kura tuko nao vijijini mwetu.
Tena wanatutambia, wanatuona sisi ni mabwegi, kwamba hao ACT waache wahangaike na mikutano, tutawaiba tena. Na sisi tunacheka nao, tunawajua kwa majina, tunawajua familia zao, na tunajua hawa ni wezi wa kula. Sasa mimi nataka kuwaambia tuende mbele, na haya maneno ninayoyasema najua yanaweza kuniletea shida, lakini mimi sijali, nitayasema. Mwizi wa kula ni mwizi kama wezi wengine, ashughulikiwe kwa kichapo kama cha wezi wengine. Hiyo ndio sera ya ACT Wazalendo. Tusitenganishe baina ya mwizi anayevunja duka na mwizi anayeiba kula. Mwizi wa kula ni mwizi kama wezi wengine, tuwashughulikie wezi wa kula. Twende mbele. Mpo tayari? Mpo tayari? Mpo tayari kuwashughulikia wezi wa kula? Wanasema, Mheshimiwa Katibu Mkuu, tupo tayari kwa ubaya ubwela, mikono juu. Niwaone mpo tayari kweli? Manake mpo tayari? Wale ndugu zangu,